sababu ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayari amekwisha tuwekea mipaka, lakini akatuambia ndani ya suratu Saba aya ya pili, baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. Analitambua lile ambalo linajiri katika ardhi, kile ambacho kinafanyika katika mgongo wa ardhi. Kwa hiyo sasa tunayo nafasi sisi kama Waislamu kurejelea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mbali na kuwa Mwenyezi Mungu anayo maarifa ya kile ambacho kinaendelea, anao uwezo wa kutumia kiongozi ambaye anakuja kuondosha uchafu wote katika huu mgongo wa ardhi. Kiongozi huyu ambaye anakuja kuondosha madhila yote yaliyofanyika katika mgongo wa ardhi si mwingine, lazima atakuwa katika mwenendo na msingi na asasiyat zote ambazo alikuwa nazo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Bali kiongozi huyu si mwingine, ni yule ambaye atakuja kueneza uadilifu katika mgongo wa ardhi. Wewe kama unataka kumuona kiongozi aliyekuwa bora, achana na Wamarekani. Ukitaka kumuona kiongozi aliyekuwa bora, atuzungumzi kwa maana ya kwamba ni upendeleo. Fuata misingi ya Kiislamu. Tafuta uongozi madhubuti ulioweza kufuata misingi mitukufu ya Bwana Mtume. Kiongozi huyu utampata kwa urahisi kabisa, naye si mwingine ni al-Imamu al-Mahdi ajalallahu ta'ala. Kiongozi huyu, imamu huyu, atakuja kueneza katika ardhi uadilifu, usawa. Mimi ulinidhulumu pesa yangu, hata kama itakuwa ni shilingi 50. Wa Mashariki ya Kati wanakuambia kwamba hata kama itakuwa ni baisa moja, kiongozi huyu atakurejeshea haki yako. Kila sehemu ambapo itakuwa haikufanyika haki kwa misingi madhubuti, basi kiongozi huyu tuna imani ya kwamba mbali na kuwa ni maagizo ya Mwenyezi Mungu, basi atakuja kuweka kila kitu katika mahala pake. Kwa hivyo sasa, sisi kama Waislamu tutumie nafasi hii katika kutubia. Tutumie nafasi hii katika kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuturejesha katika nini? Katika misingi sahihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa alhakimul khabir. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ni vyake vyote, yani kila kitu ambacho unakiona kipo katika huu mgongo wa ardhi ni vya Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu mwenye mamlaka, bali Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuamua. Leo ukiona watu leo hii wameendelea, ni kwa sababu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kaamua bwana sehemu fulani waendelee, lakini sasa ana namna ya yeye anavyoweza kuwa control watu wale, kwa sababu maadamu tupo chini ya miliki yake. Mwenyezi Mungu yupo juu yetu, ana uwezo wa kutawalia wa kila kitu. Kila kitu, hata ule mnong'ono unayozungumza wewe, Mwenyezi Mungu anatambua. Sasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni nafasi pekee ambayo tunaweza tukaitumia na tukarejelea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Tubieni kwa Mwenyezi Mungu toba iliyokuwa sahihi, toba iliyokuwa bora, toba ambayo Mwenyezi Mungu anaipokea, toba ambayo haina kipingamizi zaidi ya hapo. Walahul hamd,
na Mwenyezi Mungu ndiye anatakiwa kuhimidiwa fil akhirah, wa huwa al-hakimul khabir. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo hakimun, ndiyo mwenye habari, ndiyo hakimu wa kila kitu. Unamjua hakimu wa kila kitu wewe? Hakimu wa kila kitu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ametuambia ndani ya kitabu chake kwamba mimi ndiyo mwenye kuyahukumu mambo yenu, mimi ndiyo mwenye kuyatawalia mambo yenu. Mtakapokuwa mmeshindwa katika jambo lolote, lirejesheni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na mtume wake. Na wale ambao wameweza kuchukua madaraka, basi rejesheni mambo yenu kwa wale. Fanyeni mambo yenu kuwarejeshea watu hawa, kwani hawa wataweza kuwarejesha katika misingi sahihi na mwongozo uliokuwa sawa, bali ni maimamu wa Ahlul Bait alayhimus salam. Hakuna watu wengine. Kama wewe utaweza kuwafuata Ahlul Bait, basi wewe utakuwa umerejea katika msingi sahihi. Si kuwafuata tu, kwa sababu ukirejea, watu wengi wanatumia kauli ya kwamba sisi tunawapenda Ahlul Bait, kwa hiyo haina haja ya kuwafuata. Al-Imam Shafi anakuambia, ya ala baiti rasulillah hubbukum fardun min Allah fil Qur'an anzalahu yakfikum min azim al-fakhr annakum من لم يصل عليكم لا صلاة له إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين Al-Imam Shafi maneno yake mazuri anayazungumza ala maneno ya Imam Shafi yanaturejesha ya kwamba kupenzi vya Bwana Mtume Muhammad ni watu wa nyumbani kwake. Kuwapenda hawa ni wajibu. Mwenyezi Mungu ameweka mapenzi kwao watu hawa ni wajibu, akayafanya mambo yetu yote tuyaelekeze kwa watu hawa waweze kuyakabidhi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ala, sio pointi hiyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.